Sasa nikwambie kitu wewe mwanamke. Sawa, nimechoka. Yaani nimlishe mke wa mtu, mtoto wa mtu. Yaani nimechoka. Familia yangu ndio kitu kinachofanya niumwe zaidi. Mke wangu na mtoto wangu, nikifa sijui wataishije. Mesha, huu ni muda wa kupambania uhai wako. Sio muda wa kukata tamaa na kutukatisha tamaa tunaokuhudumia. Pambana Mesha. Isitoshe, hakuna ijuaye kesho. Kabisa. Ni Mungu ndiye anatupambania. Usijitabirie kifo mume wangu. Wewe ni rafiki mwema sana kwangu. Msichoke kuniombea. Usijali rafiki yangu. Utapona, utakuwa sawa na tutaendelea na mapambano kama kawaida. Hizi ni changamoto tu za kawaida. Utapona. Tutapona Mesha. Usijali mume wangu. Utapona. Pole rafiki yangu, utapona. Utakuwa sawa, usijali, hizi changamoto tu za kawaida. Acha tu kidogo apumzike au peke yake kwa muda kidogo. Sawa shemeji. Nani? Baba. Majeni. 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 Abe. Nakuja. Nende kalamu.
Sawa. Huyo wa wapi? Mbona hajanipigia mimi? Sasa hebu tusifanye mambo ya wewe, niambie ni shilingi ngapi kwanza? 75. Jana ilikuwa 25. Poa. Poa, haina shida. Shemeji. Bwana, tunashukuru jambo limeisha vizuri. Lakini nikupe pole sana shemeji yangu. Pole sana, hizi ni changamoto za kawaida. Asante shemeji. Nakula chungwa. Kula chungwa? Mimi la kwangu? Kule pale. Lipo kule kwenye mti? Nitaenda kuchukua baadaye. Tulia. Kwa hiyo shemeji, Mungu amemtumia Mesha kwa kadri ambavyo aliona inafaa na wakati wake umefika. Ameondoka. Maliza na kupasia. Kwa hiyo na sisi pia wakati wetu ukifika, kusudi la Mungu likitimia, na sisi tutaondoka kama ambavyo Mesha ameondoka. Nikuombe tu katika kipindi hiki uendelee kujitia moyo kwa sababu maisha lazima yaendelee. Yes. Kitu kingine shemeji, ni kuombe sana. Mesha ni rafiki yangu, alikuwa rafiki yangu na ataendelea kuwa rafiki yangu. Kwa hiyo nikuombe, ukipata changamoto yoyote ile, nijulishe ili tuone namna ya kusaidiana kuitatua hiyo changamoto. Niombe sana uwe huru kama ambavyo tulikuwa huru mimi na rafiki yangu Mesha. Shemeji, nashukuru sana. Tena sana. Kwa sababu haujaweza kuniacha kwa kipindi chote hicho. Nasema tu Mungu akubariki. Akubariki sana, tena sana. Ila itanibidi niende nyumbani kwanza kidogo, ili nikatafakari naanzaje kuishi bila Mesha. Lakini pia kulikuwa kuna michango hapa ya watu ambao imetolewa. Ni mingine ndio hiyo ambayo nilikukabidhi jana. Nikukabidhi jana nafikiri kama 35 hivi. Kuna kikundi cha bodaboda ambacho tulikuwa na Bwana Mesha, pamoja na pia vikundi vingine darajani. Lakini pia kuna wale wenzetu wengine ambao wapo karibu na ofisi za TRA na wale waliopo karibu na kibanda cha simu, kuna michango yao. Kwa hiyo nitakukabidhi kabla hujaondoka, au kama utakuwa hujarudi basi nitakukabidhi hiyo michango. Nitakutumia hata kwenye simu. Sawa shemeji. Halo. Asa wewe yani 15,000 ndio mnasumbua kiasi hicho rafiki yangu. Hiyo hela ishafika tayari. Poa. Mnazingua nyie. 15,000 watu wote hao? Poa. Sasa shemeji, kuna mchango hapo umeingia, ngoja nikautoe alafu ili nije nikupatie kabla mambo hayajaa mengi sana. Sawa. Ila naomba ujipe moyo kwa sababu maisha lazima yaendelee shemeji yangu. Sawa. Haya, nikuache mara moja shemeji. Sawa. Haya. Jeni. Mambo. Haya, bye baadaye. Nikuletee nini? Nikupe hii peni. Hii ni mchango sasa, tunaandikia michango. Naandikia michango. Naambie bye. Bye. Mbili? Piga mbili. Jana Yanga ameshinda goli 5. Na Simba naye kashinda 5. Safari mwanangu bingwa utakuwa mgumu. Mbona issue iko wazi? Ubingwa si ni wa Simba? Mambo yako wazi yanaeleweka. Sawa, ngoja tuone Simba. Ngoja tuone. Maana mechi bana, mechi iko ngumu sana. Ngoja kidogo majani. Halo? Nani?
Shemeji. Shemeji za siku. Habari za huko. Wapi hiyo shemeji? Aha. Sawa. Sawa, haina shida. Basi ngoja nitafanya hivyo kabla siku haijaisha, nitakuwa nimesha kutumia shemeji yangu. Vipi lakini mtoto anaendeleaje? Hivi anaitwa nani vile? Jeni, sawa. Atakuwa mkubwa sasa hivi, maana aliondoka mdogo sana, alikuwa mdogo sana kweli. Sawa. Basi haina shida shemeji yangu, nitafanya hivyo kabla siku haijaisha. Haya, sawa. Haya shemeji. Bwana shemeji yangu huyu. Bwana shemeji yangu huyu. Mke wa marehemu rafiki yangu. Sasa ni muda mrefu sana hatujaonana naye. Kipindi fulani hivi tangu alipofiwa pale alikuwa anakutana na changamoto, namsaidia kama shemeji yangu. Sasa naona sasa hivi ameshaolewa tayari. Nimepata taarifa kwamba alishaolewa, lakini bado anashangaa na nipigia simu niendelee kumsaidia. Blaza gani? Kwani kosa lake hapo ni nini? Ushemeji haupo tena, alikuwa shemeji yangu. Sasa kama mtu kashaolewa si tayari ushemeji ushakufa hapo. Blaza gani? Hapa kuna kitu kijua. Ushemeji siku zote huaga haufi. Kinachokufa ni ndoa au uchumba. Swala ushemeji huwa linabaki pale pale. Wewe unarahisisha sana mambo. Hivi mfano unampigia, alafu anapokea mume wake, yani unajielezeaje? Wewe ni kama unaweza kumletea shida? Nisikilize blaza gani? Yaani mpaka anakupigia anaamini wewe unaweza kumsaidia. Na kwa kiasi kikubwa anakutegemea. Acha bwana, wewe nafikiri hujanielewa ninavyosema ameshaolewa. Jamaa anachukulia vitu si Mangu, tunaomba hela chakula. Vipi kwema? Oe. Majani. Kulikoni? Hivi blaza gani? Utajuaje kama mpenzi wako anakupenda au hakupendi? Mbona ghafla? Ukinijibu swali langu utakuwa umenisaidia sana. Yaani mtu akikupenda utajua tu kwamba huyu ananipenda.
wala sio lazima aseme. Esther mimi nilimpenda sana na nilihitaji awe mke wangu. Shida nini? Blaza Gama, Esther hajali chochote kuhusu mimi. Esther anakuwa na furaha mimi nikiwa na hela. Tofauti na hapo, Esther simu yake ikiita tu, yeye ni masuala ya hela. Yeye mpaka kuna muda mimi mwenyewe nakosa amani. Hajali hata kunipigia simu, kunijulia tu hali. Sasa pole sana. Kwa mazingira hayo, Esther atakuwa ananipenda kweli? Majani, mapenzi ya kweli huwa hayajifichi. Huonekana kwa haraka sana. Wala yahitaji muda ili yajionyeshe. Bado hujanijibu swali langu. Esther ananipenda au anipendi? Hebu ngoja kidogo. Hello. Haya, uko wapi? Poa, anakuja sasa hivi, nakufuata sasa hivi hapo. Poa. Sasa hivi dakika 5. Na mteja hapo. Hiyo nimefuata sasa hivi. Majani, yani wewe ukweli umeshaujua, ila tatizo hutaki kukubali. Na mimi siwezi kukudanganya ili nikufariji wewe. Hakuna mtu anayependa kunywa dawa, ila tunakunywa ili tupone. Na kushauri ndugu yangu, ukubali ukweli ili upone. Vinginevyo kesho utalia kuliko unavolia leo. Nakuja. Nguo hiyo unaweza kwenye pikipiki. Kweli. Je, nimekumbuka. Mbona siku hizi sikuelewi? Mara leo unakuja shule, kesho hauji, shida nini? Aisha rafiki yangu. Mazingira nyumbani kwetu sio kama ya zamani. Yaani baba amebadilika sana. Baba hanipendi, hanijali, wala hamjali mama. Yaani sio kama zamani. Na hivi ninavyokuambia rafiki yangu, nipo kwenye process za mimi kutaka kuacha shule. Huu uamuzi sio mzuri. Mimi sikushauri uache shule. Wewe endelea kupambana, Mungu atakusaidia. Sawa rafiki yangu? Sawa Aisha rafiki yangu, nimekuelewa. Wewe twende bwana wewe. Wote! Angalia nini? Ndio hivyo shogangu, ndio maisha. Ndio hivyo. Sasa nikwambie kitu wewe mwanamke. Sawa, nimechoka. Yaani nimnishe mke wa mtu, mtoto wa mtu. Yaani nimechoka. Kwenu? Yaani ni kwenu. Mnalialia nini hapa? Ulipokuja na unapoondoka, mniache na mimi nenepe. Aisha rafiki yangu. Hayo ndio maisha yetu. Yaani nilee mke wa mtu, mtoto wa mtu. Mnakula watu hamshibi. Kwa nini hamshibi? Haya rafiki yangu, acha mimi niende nyumbani. Tutakutana kesho shuleni. Sawa rafiki yangu. Haya sawa. Basi mama yangu, wewe ndio nilikuwa kusubiri wewe sungula wewe. Tena sungula unakula mtoto wewe. Nilikuwa sikutaki.
Baba yako ndani wewe, baba yako alikuwa mfupi hivi. Wewe na baba kama mimi. Wewe ujidai. Kwa ndani uondoke. Mashangu nimewashinda. Sasa wewe nyama nusu, mimi nakula pande viwili. Nyie mnakula yote. Mtadereva lini? Mtadereva lini? Muondoke. Ni mtu gani? Ndio muondoke hivyo, nishaambia muondoke, siwataki. Kola si. Kwendeni. Sana. Sio mnaona kwa kata shule. Amnijui mimi na roho mbaya. Wewe. Unakuwa chini, hao tokeni kwetu. Hivi mama, ina maana sisi hatuna ndugu wa kutusaidia? Mwanangu, babako mkubwa ni askari, yuko Iringa. Shangazi yako yuko hapo tu Morogoro, ni daktari. Kasoro sisi tu kwetu ndo hai mwanangu. Ina maana hao ndugu wamekataa kutusaidia? Hawajakataa kabisa kutusaidia. Sasa kwa nini tunateseka hivi mama? Hadi ndoto zangu za kusoma zinapotea. Hawajakataa kutusaidia. Lakini nikijaribu kupiga simu zangu hawanipokelei. Hata nikituma message pia hawanijibu. Najua mimi sio ndugu yao. Hata pale nilipowaambia kwamba nina mtoto wao ambaye ni wewe Jeni. Tumwachie Mungu mwanangu. Maana yeye ndo anayejua sisi tunapoelekea. Tuendelee kusubiri. Mama. Ila najua hawajakutenga mwanangu. Mama, wangekuwa hawajanitenga, wasingenitelekeza. Mwanangu, siku ukifa, nitakuja kukumbania maiti yako ndio kukuzike damu yako. Mama, usiseme hivyo bwana. Ndivyo tulivyo binadamu mwanangu. Maiti inaheshimiwa, kupendwa na kuogopwa pia kuliko vitu tulivyokuwa hai mwanangu. Basi mama, pole. Unajisikiaje? Mwanangu tumbo. Pole mama. Pole.
Mama, unaendeleaje? Nashukuru Mungu anasaidia. Huyu ni shemeji yangu, rafiki mkubwa sana wa babako. Mama, kwani hauwezi ukampigia simu? Anaweza akatusaidia. Mwanangu alikuwa anatusaidia sana, tena sana. Sijui ni kitu gani kilichomrudisha nyuma. Binadamu huwa tunabadilika mwanangu. Mama, hivi tukitoka hapa tunapoishi, tunaenda kuishi wapi? Anajua Mungu tupeleka. Mimi sijui lolote. Lakini mama, tumebakisha siku 3 tu za kukaa hapa. Jeni, naomba hii mada ife. Mwanangu, naomba tufurahie hizi siku chache tulizokaa hapa. Tusijikoseshe amani kabisa na kuomba. Sawa mama, lakini nilikuwa nakukumbusha tu. Samahani. Sawa. Hodi nyumba hii. Karibu. Asante. Karibu mama, shikamoo. Mama, ujambo? Jambo, karibu. Asante. Karibu mama. Asante. Karibu. Mama. Mama, kuna mgeni. Mwambie aingie ndani. Asante mama, mimi si mkaaji. Karibu. Asante za. Nzuri za kwako. Karibu. Asante, mimi si mkaaji. Na maagizo nimeagizwa na mume wangu. Mmekuwa mkikaa hapa kwa muda mrefu huku mkitafuta sehemu nyingine ya kuishi. Lakini ameniagiza, ameniambia natakiwa mtoke leo. Tunashukuru sana, tena sana, kwa sababu umejua tumekaa kwa muda mrefu kuliko muda mliotupangia. Ila tunaomba tuondoke asubuhi. Sawa, ila natakiwa iwe asubuhi sana. Natakiwa mfungashe leo ili kesho asubuhi muweze kuhama. Hata usijali, hatuna cha kufungasha. Ila tutafakari tu sehemu ya kwenda. Sawa, nashukuru, samani lakini. Amna shida, usijali. Karibu. Karibu sana. Alafu mama, kesho tunaenda wapi? Tutajua kesho mwanangu kukucha. Alafu nenda nikachukua ile shilingi 1000. Mama, 1000? Ndani kuna 500 tu. 500 umesahau kuwa umeniagiza mafuta ya mboga. Nilisahau mwanangu. Nenda kachukua hiyo 500 kanunue panado. Nije na hicho kitenge hapo. Sawa.
Mimi acha niende kwa Machesko akatupe laiti wa kuni na nimwage kabisa. Kwa hiyo mama, mimi nitembea hapa mpaka mjini kwa mguu? Mwanangu, tunafanyaje na ile uliobaki umeiona? Jikaze tu mwanangu, utafanyaje sasa? Sawa mama, mimi naenda. Naomba uwahi kurudi. Sawa. Naelekea Kibeti. Sijui shilingi ngapi? 2500. Sawa. Ngoja nikuchukulia. Mama. Samahani sana. Nilienda mjini kumnunulia mamangu dawa. Anaumwa. Nilienda mjini kwa mguu na ilibidi nirudi kwa mguu kwa sababu hatuna hela. Hapo unapopaona sio kwetu. Tumepewa tu hifadhi. Na kesho tunatakiwa kuondoka. Hatujui hata tunaelekea wapi. Samahani sana. Sawa, nimekuelewa. Lakini wakati mwingine usiagize boda wakati unajua hauna hela. Sio wenyewe tuna familia zinatutegemea. Waweza kuta hela ambayo nimeweka kwenye mafuta hii ndio hela ya kulisha familia. Na kama ndio hivyo maana yake kwamba familia yangu leo haitakula. Si ndio? Samahani. Naomba uchukue hii. Ni muhimu sana tafadhali. Na hii ni nini? Hiyo ni picha ya marehemu babangu. Amepiga na rafiki yake kipenzi.
Sasa picha ya marehemu baba yako mimi inanihusu nini? Ukimwona rafiki yake, mwambie aigeuze nyuma. Kuna maneno baba aliniandikia mimi. Kama baba yako amekuandikia ujumbe wewe, kwa nini usiusome wewe? Haya, na huyo rafiki yake mimi nampata wapi? Naomba usiitupe. Kama haitakuwa na maana kwako, tafadhali naomba unitunzie. Siku tukija kuonana, utanirudishia. Japo sijui ni lini tutakuja kuonana. Mwanangu, Jeni, najua baba yako sitapona na kuacha bado mdogo sana mwanangu. Ukipata changamoto yoyote, mtafute rafiki yangu huyu kwenye hii picha, atakusaidia. Huyu ni zaidi ya ndugu yangu. Wewe ni rafiki mwema sana kwangu. Msichoke kuniombea. Usijali mwanangu, utapona. Majani. Majani. Naam.
Bana, leo sijaonekana. Kitu yangu bana iko safe kidogo hapo. Safe. Vipi lakini? Nilimpeleka binti mmoja Kibete bwana. Lakini matokeo yake sijalipo hata shilingi 100. Kwa unavyokufahamu wewe. Toka umempeleka kwa mtendaji wewe. Hamna. Tena isitoshe amenipa na kazi ya kumtafuta rafiki wa baba yake. Kwa hiyo umempeleka bure na tena amekupa kazi ya kumtafuta rafiki wa babake. Bure. Kweli gani? Alafu mbaya zaidi sasa huyo rafiki wa baba yake mwenyewe ni mimi. Mesha alikuwa rafiki yangu sana. Mesha, huu ni muda wa kupambania uhai wako. Sio muda wa kukata tamaa na kutukatisha tamaa tunakuhudumia. Pambana Mesha. Isitoshe, hakuna ijuaye kesho. Kabisa. Ni Mungu ndiye anatupambania. Usijitabirie kifo mume wangu. Alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Lakini alishatangulia mbele za haki. Naomba usome hiyo, angalia hiyo picha alafu usome na kilichoandikwa nyuma. Mwanangu, Jeni, najua baba yako sitapona na kuacha bado mdogo sana mwanangu. Ukipata changamoto yoyote, mtafute rafiki yangu huyu kwenye hii picha, atakusaidia. Huyu ni zaidi ya ndugu yangu. Kwa maneno haya inaonyesha rafiki yako amekufa akiwa na matumaini makubwa sana kuitunza familia yake. Afu na mbaya zaidi, huyo binti yake ananiambia kwamba pale nyumbani wamefukuzwa na wajui wanaenda wapi. Ya sijui hata nifanyaje. Nikushauri kitu blaza gani? Kwa nini usiwafuate? Naomba unisindikize. Fanya mpango unisindikize. Okay. Basi poa, hamna shida. Sababu na uhakika siwezi kulala kwa hiyo picha na huo ujumbe ulioko. Hamna shida. Basi ngoja niingie ndani. Mwenzetu, kinachokuchekesha kitu gani? Hamna. Shikamoo mama. Marahaba. Kuni za hapa ziko wapi? Nimeuza. Hela iko? Ipo sebeni mezani. Haya, niambie kinachokuchekesha. Mama, wakati nimeenda mjini nimekutana na yule rafiki yake baba. Rafiki yako baba? Nani? Yule aliyopiga naye picha. Gano. Ndiyo. Umekutana naye wapi? Nimekutana naye kule mjini wakati naenda kukununulia dawa. Na yeye ndio amenileta hapa. Lakini nimempa ile picha aliyopiga na baba. Haitasaidia kitu mwanangu. Mama! 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 Kuna wageni.
Karibuni. Asante. Shemeji, habari? Shemeji, karibuni. Asante shemeji. Shemeji, pole sana kwa changamoto ulizokutana nazo. Asante shemeji, ila usijali, sio makosa yako kabisa. Ni muda mrefu hatujaonana. Shemeji, huyu ni rafiki yangu anaitwa Majani. Kwa kifupi ni kwamba nimekuja kuwachukua. Kwenda wapi shemeji? Shemeji, inabidi tuondoke sasa hivi. Hayo mengine tutaongea huko tutakapofika. Samahani, lakini kwa kukuuliza swali ambalo halina maana. Basi kama kuna vitu vya kufungasha, naomba uchukue. Sawa shemeji, tulikuwa tushajiandaa, maana tulikuwa tukishika na kukaa. Ila naomba tupite huko nikakabidhi funguo la wazi. Sawa, haina shida usijali. Shemeji, kuna kipindi ulipoteza kabisa mawasiliano na mimi. Ni kweli shemeji. Basi mimi nilivyoona kimya nikajua basi shemeji yangu ameshajipata tayari na anatafuta namna ya kusahau mambo yaliyopita. Niliolewa shemeji. Hizo taarifa nilizipata kweli. Kwa hiyo nilipata mtu wa kuwa ananitunza na kunijali. Kwa hiyo nikaona sina sababu ya kuendelea kukusumbua shemeji yangu. Ina maana wewe na mume? Hapana shemeji. Nadhani sikuwa na bahati. Kwa nini unasema hivyo shemeji? Aliacha kunijali. Mume wangu, tunaomba hela chakula. Siku moja aliamua kuniacha na kunifukuza kama mbwa. Wewe, unalia nini? Ndio hivyo shoga yangu, ndio maisha. Ndio hivyo. Sasa nikwambie kitu wewe mwanamke. Sawa, nimechoka. Yaani nimlishe mke wa mtu, mtoto wa mtu. Yaani nimechoka. Kwenu? Yaani ni kwenu. Unalialia nini hapo? Ulipokuja na unapoondoka, mniache na mimi nenepe. Aisha rafiki yangu. Hayo ndio maisha yetu. Yaani nilee mke wa mtu, mtoto wa mtu. Mnakula watu wa mshibi. Pole.
Umependeza. Asante sana shemeji. Asante, nashukuru sana shemeji. Nitafanya lolote kwa ajili ya familia ya rafiki yangu Mesha. Asante anko. Niite ba mkubwa. Sawa eh? Sawa ba mkubwa. Shemeji, acha sisi tuende tukaendelee na mapambano, lakini kama kuna changamoto yoyote ile basi tuwasiliane. Na hapa kodi tumeshalipia tayari ya miezi 3. Sawa shemeji, nashukuru sana. Huyu ni rafiki yangu. Ukiniona mimi basi umemwona yeye. Ukimwona yeye umeniona mimi. Ndio ulisema anaitwa Majani? Naitwa Majani. Naitwa Majani. Sawa, nashukuru sana shemeji. Haya shemeji. Karibu. Haya baba mkubwa eh? Bye. Haya. Karibu. Sasa unapochekelea. Mama daftari. Namshukuru sana shemeji yangu. Tena namshukuru sana. Mama bwana, mimi mweziko nikwambia nashukuru nini? Mimi hapa ninachoshukuru ni picha tu ya baba, ni picha ya babangu aliyopiga na rafiki yake. Kwa kweli tumshukuru sana Mungu kwa hapa tulipofika mwanangu. Ni kweli mama. Usome kwa bidii. Sawa mama, nimekuelewa. Nitasoma kwa bidii. Sawa. Sawa. Majani. Unajua, kwanza nikushukuru sana kwa sababu umenisaidia kufanikisha hili jambo kirahisi sana. Ningekuwa peke yangu unaweza kuta labda ningehitaji miezi 2 au mwezi mzima ili kuhakikisha kwamba namfanya shemeji yangu pamoja na mwanae wanakuwa wenye furaha. Sawa, usijali. Kiukweli kwa sasa hivi sasa naweza nikapata usingizi. Yaani sasa hivi nina amani kiukweli kabisa. Sawa, ila Bazagano, mimi nina jambo moja. Nakumbuka kuna siku ulishawahi kuniambia mapenzi ya kweli hayajifichi. Majani, mapenzi ya kweli huwa hayajifichi. Ndio. Na pia ukasema mapenzi ya kweli hayahitaji kupewa muda ili yajionyeshe. Huonekana kwa haraka sana. Wala hayahitaji muda ili yajionyeshe. Sasa mimi napenda kusema kitu. Mimi moyo wangu umeshindwa kujificha. Unamaanisha nini? Ni kuhusu Eva. Haya bwana, tushaaga, acha tuondoke.